Na kama ni KPLC wameencroach, ujue KPLC ni wajanja sana. Hakuna vyenye KPLC wataingia kwa shamba yako. Lakini najua kwa scenario yenye unaona KPLC, maybe let's say uko na shamba, umepanda miti na umepata wamepitisha laini, ujue msha sign way of live. Way of live ni consent ya kuwauliza tupitisha hii laini hapa na mshakubali. I had a client kwa ground, alikuwa amepanda miti, na wakati alikuwa amepanda miti stima ilikuwa imepitia katikati, haikuwa imepitia kwa barabara kwa shamba yake. Sasa wakati nilipata kwa ground encroach tu nini, we proceeded tukasema let us proceed and sue hawa watu wa Kenya Power. Before suing them, huanga unaambiwa ufanye alternative the alternative method of solving a dispute, either arbitration ama mediation, ama pia kuongea na Kenya Power. Kenya Power kwa ground nilikuta wako na documentation yenye mwenye shamba alisha sign that ameconsent, amepeana ruhusa, amepeana idhini wapitisha ile line. So ujue kwa ground hivi juu watu hawajuangi civic education. Sasa hawa jamaa wa Kenya Power wanafanyanga hivi kwa ground, watakuja wakiwa na good heart, wataambia mama ama mwenye shamba, sasa tunataka utusaini hizi document ili stima nini. Hawatamwambia direct, lakini ameconsent. And that is why it is very important before company kama Safaricom, Kenya Power, SGR ama county government wakuambia usign document, enda kwa wakili wako akuinterpretie. Kuna document anytime unaona Kenya Power ni shamba yenyu na laini zimepita katikati, follow up na kwa comment section nataka unijibu. Msha sign a permission ya way of live ama access, mmepeana hiyo access. Na sasa Kenya Power chenye wanafanyanga, baadaye kama ni mti mmepanda, all of a sudden wanakuja wanakata anything that is kutoka line yao, maybe 1.5 meters na 1.5 meters, wanakuja zote wanakata na hata waomba ruhusa. Na mkijaribu kuwasu wanatoa ile document, wanasema huyu alitupea way of live. Sasa unafaa kujua ground hivi before upe SGR ama barabara chance ya kuingia kwa shamba yako, na lazima ukuwe na title deed. Sasa hapo ndipo huwa negotiate. Na kwa budget ya kutengeneza barabara ama Kenya Power wako na hiyo budget ya kucompensate watu ili wawacompensate pesa. Ili hiyo barabara ama hiyo Kenya Power hiyo line, let's say ni Kenya Power wana extend line yao in a new area, kwa ground washapewa consent na wako na budget. Sasa wao ofisa hao ni wanga ni wajanja. Ama unakuta cable za Safaricom zimepitia kwako kwa shamba. Lazima hakuna mtu anaweza encroach shamba yako. Zile foko na beacons ambazo zimedemarketiwa na the geographical coordinates, hakuna mtu akona ruhusa. Hata serikali yenyewe ikipata minerals kwa hiyo shamba inafaa kukucompensate. Lakini sasa compensation uanga iko na negotiation stages. Ukikubali tu kusign ile barua bila anything, the same. Pia nikikuja kwa title deed yako, ukubali tu kunisainia transfer document na sijakupea shilingi moja, na ukubali kila kitu na sikucompensate, hiyo ni sheria. Wewe uliconsent, ulinipia subdivision, ulisign transfer documents. That is why it is very important before you sign document unaangalia ni nini. Until kwa shamba mjaribu kutoa Kenya Power kwa ground. Sasa Kenya Power kama kwa mliwapea permission wa access, wakaeka hizo line zao kati ya shamba yenu, kutaka kuwatoa, sasa ni nyinyi mnafaa kuwa compensate. Juu already pale kwa report zao waliwa compensate. Na sasa compensation inaweza kuwa negotiation, inaweza kuwa word of mouth. Hakuna illegality wamefanya. Kuna mtu anaambiwa akompensetiwe na pesa cash. Wewe ulikompensetiwa tu na kuambiwa mama, ni vizuri sana, sasa tunataka kupitisha stima, sasa tufanyie hivi, nataka tu hapa tuna karatasi 1 2 tuharakisha haraka tukisaini tukisonganga. Ndio maana utajua. Thank you. This is Civic Education. My name is Jogu.
a land surveyor. Anytime you want to reach me, my number is in the bio. Unaweza ni reach out for more civic education ama consultation. Kunipigia simu, my number is in the bio. You first set a consultation fee ili tuweze kuongea na wewe. Hiyo inanisaidia at least mtu asinipigie simu 30 minutes alafu after 30 minutes ananiambia asante surely mimi natengeneza civic education kwa TikTok one on one in consultation. Thank you.